Because of his great love, we are now called brothers and sisters of Jesus Christ. Please say amen. Yeah, so we've been joined by a TV team here. We are online. Yeah, so the camera may be picking your smile. Kindly don't be gloomy here. Yeah, ensure that you're smiling here. Keep the smile. Fake it even if it's not there. Inaitwa Eros. So it will not work unless it is founded on the selfless love of God. So maybe without breaking the protocol, I don't know, the TV team to give us, maybe, is there something you have to mention so that we know how to conduct ourselves before the camera, so that I bring other teachers? All right, that's amazing. Tumwambie amazing. Guys, if you don't talk in my class, I will chase you away. Tumwambie amazing. Right. Asante sana mchungaji. Tunapoendelea kuangalia hali ya upendo, kuna vitu ambavyo tumekuwa tukifanya bila kuzingatia upendo. Na tunapewa mifano, nimeambiwa niko na dakika 3, so inabidi nizitumie vizuri. Paulo anatupa neno ambalo linatumika pale. Na anatupea mifano 3. Na mfano ya kwanza kulingana na Paulo anasema kwamba hata unene kwa ndimi. Paul speaking, according to Paul, speaking in tongues of men and angels without love is like a noisy gong or clanging cymbal. Imagine. So hata unene kwa ndimi namna gani, lakini jirani yako ako hapo na anahitaji upendo na muonyeshi, anatuambia ni nini? Ni ina sound kama nini? Ninaambiwa endege. Debe tupu, ni kama debe tupu. Na hiyo ni mfano ya kwanza. Mfano nyingine ni kwamba with prophetic power, knowledge and even faith is nothing without love. So ile mfano ya kwanza ya Paulo anazungumza hata unene kwa ndimi bila upendo, utaipata kwa 1 Corinthians 13 verse 1. Alafu hii nyingine anatueleza kwamba even a person with prophetic power, knowledge and even faith is nothing without love. We find it in 1 Corinthians 13:2. So unaweza kuwa una hekima sana, una ujuzi sana, unajua mambo mengi, lakini ikiwa huna upendo. Jana nakumbuka tulikuwa tunazungumzia kuhusu titles and testimony. Unaweza kuwa na titles nyingi sana, lakini kwa hizo titles for as long as hauna upendo, basi inamaanisha inakuwa meaningless. Na mfano ya tatu ambayo tunapata ni kwamba acts of extreme generosity and sacrifice will gain nothing for the giver if not motivated by love. Siku hizi tunapiga vibaya sana. Si hii. Mara nyingi tukiwa na simu unamsaidia mtu lakini unataka upige picha. Uonyeshe watu vile wewe ni mkarimu. Uweke Facebook, uweke kwa mtandao kuonyesha vile wewe unasaidiana. Lakini tunaambiwa hata ufanye hivi vyote na ikiwa haina upendo, basi inakuwa nini? Inakuwa kazi bure. Acts of extreme generosity and sacrifice will gain nothing, according to 1 Corinthians 13:3. For the giver, then that means inakuwa ni kazi bure. Naona mwalimu wangu ashasimama, ishara kwamba nimalizie hapo. Asanteni sana. Woli ngo imolele ngaine ndege. Ogosinyo ko irane ri oikaransa ngao. Good morning. Habari ya asubuhi. Sasa tunataka tu tuone hii upendo, na Paulo yeye aliona Yesu Kristo akiwa ni upendo. Ati sisi we are being frustrated kwa sababu hatujajua hii upendo. But Paulo alisema the ultimate hii love ambao tunaongea, hii upendo ambao tunaongea ni Yesu Kristo. Sisi wenyewe tumemwona Yesu kama yeye ndio mwanzilishi, ndio upendo, ndio kila kitu. Because hapa tunaangalia Wakorintho ya kwanza 13:4 mpaka 7, tunaona kwamba upendo agape ndio ni Mungu mwenyewe. God is love. There are some characteristics about him describe God. Number 1 is God is love. Number 2 is patient. Number 3 is kind. We want to reveal more about Jesus Christ
yeye ni nani kwetu na hii upendo vile anaendeleza. Jambo la kwanza, wakati tunaongea Yesu is humble. Wakati tunaongea ni wapi nyinyi mnahesabikiria this work was seen, wakati Yesu alikuwa duniani alifanya nini kuonyesha kwamba he was humble? Number one, he washed his disciples the feet, washing his disciples feet to model servant leadership. Sisi tunafanya hiyo, we wash our neighbors, our friends. Number two, prioritizing the needs of others. Hiyo ndio jambo kubwa kabisa tunadaiana tulifanya. Tukifanya vitu tunafanya vile tunapenda, but we don't see our friends, the others vile Yesu alifanya. Number three, teaching. Number tatu, teaching the greatness of service to everyone. Since we teach others vile Yesu alikuwa anafanya, kuonyesha kwamba we are humble. Do that. Jambo la pili Yesu alifanya ni radical forgiveness. Yeye hata wale ambao walimsulubisha hakufanya nini? He didn't judge them. He gave them. He forgave them. Number two, offering mercy instead of judgment to all. That's why we are here seeking for His grace. Number three, urging followers to forgive endlessly. Sisi ni wale ambao tuna haji. Mtu akikukosea, wewe unaweka tu kwa moyo siku zote. You don't move. Tunadaiana tuwe Jesus model, that we forgive wakati tumefanya makosa. That's why amesema urging followers to forgive endless, mpaka wakati atarudisha ufalme wake. Namba tatu, naona saa zimeisha, is intentional friendship. Hiyo mtaona wapi alifanya, let me mention, muone Yesu alileta hiyo wapi. Number 2, compassion, inclusion. Na number 3, number 4 is daily patience. Mtaona ni wapi Yesu alifanya hizo, na Mungu abariki sana. Nikikusalimia God is love, unasema all the time God is love, and all the time you say that is His nature. Actually, love is not one of God's characters, that is who He is. My pastor. Thank you. Wana wa Mungu, ni ya kwamba upendo kutoka kwa sheria 10 ambazo Mungu mwenyewe aliandika ama alipeana, ni ya kwamba kwa hizo sheria ni ya kwamba zimegawa mara ngapi? Mara 2. Sehemu ya kwanza upendo, ni upendo sisi na Mungu, na sehemu ya pili ni upendo kati ya nani? Kati yetu sisi kwa sisi. Kwa hivyo hayo tunayafanya kweli, ama ni sehemu gani ile ambayo hatufanyi vizuri kulingana na hizo sheria na vile Yesu mwenyewe alipotuambia ya kwamba upendo lazima tupende Mungu na pia tupende wenzetu. So also gali mwanadamu jinsi ile alivyo, but as they will become through His power. Jinsi gani ile ambayo mtu atafanya nini? Atakuwa kupitia kwa nguvu zake Yesu Kristo. Kwa hivyo ni ya kwamba kila mmoja umtambue Yesu mwenye amekutafuta, na alikutafuta, alikufa kwa ajili yako. Kwa hivyo nasi tuwe tayari, kwa sababu Yesu anahitaji atupokee, na ndiye mwenyewe atakaye tufunza vizuri kuhusu ili jambo la upendo. Bila Yesu upendo utulio nao sio upendo. So another thing is that seek to help others. Don't rejoice on their mistakes. Hii hapa ndio pia tuko na shida. Yaani mtu akiwa na shida, wewe unafanya nini? Unacheka, labda unafurahia. Hilo sio jambo zuri, na huo sio upendo. Ni ya kwamba sisi kwa sisi tupendane. Ukiona mwingine ameumizwa, unahitajika ufanye to your fellow. Another thing is that we must have a genuine love according to 1 Corinthians 13 vile inaelezea. Upendo ufanye nini?
Hizo vitu zote zinaonekana. Uwanjani watomokia toro segenjera utoinyo yako wabaya sabande botambe nyasa eno wajani na intwe na bayetore wanjani watomokia toro segenjera Utoinyo yako sabande botambe. God is love and all the times. Yes, He loves us so much that He gave His only Son. We were sinners who were not deserved to live, but by the grace of God, we are alive. Amen? Yeah. That love is what we want us to show. If we pay the close attention to the portrayals of Jesus, nani yule angeweza kupeana upendo kama utaweza? Hiyo upendo ndio inasiti kukua pamoja nasi. Sasa inasema that Jesus is kind because He had more life in us. The Lord is kind. It records that the passages which is here, kind renders